Subscribe Romance and Marriage tujifunze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa YouTube channel yetu. Leo hii bana, kama unavyofahamu tunaelekea katika msimu wa sikukuu, hasa hizi sikukuu ambazo tuko nazo mbele hapo, sikukuu za Eid. Sasa leo hii bana tumeona tukuletee yale mambo nyeti kabisa, mambo muhimu ambayo sisi wanawake huwa tunapenda sana kufanyiwa hasa katika misimu hii ya sikukuu. Kama kuna mwanamke ambaye atakuwa hapendi kufanyiwa hivyo vitu, basi watakuwa na shida zake binafsi, lakini wanawake wote naamini huwa wanapenda kufanyiwa hivi vitu ambavyo nenda kukutajia katika siku hii hapa ya leo. Sisi wanawake bana huwa tunapenda mambo kadhaa katika misimu hii ya sikukuu ambayo inajumuisha furaha, kusherehekea, mapumziko na kila aina ya furaha ambayo tunakuwa tunaitarajia katika siku hizi za Eid. Nikianza na ya kwanza kabisa, kwanza huwa tunapenda kuvaa mavazi mazuri. Nikisema mavazi mazuri nadhani hapo tunaelewana. Na si mazuri tu, liwe jipya. Hilo lazima uzingatie. Lazima liwe jipya. Ndio vitu ambavyo huwa tunapenda. Inawezekana mwanamke akawa na nguo nzuri zaidi ya ile hata mpya ambayo utamnunulia, lakini asifurahie akaitamani kupata nguo mpya. Kwa kila mwanamke ambaye anataka kusherehekea siku ya sikukuu na anapenda kusherehekea sikukuu yoyote ile, huwa anapenda kuvaa nguo mpya, na sio mpya tu, iwe nzuri ya kuvutia. Anatamani, kila mwanamke ambaye huwa anasherehekea siku ya sikukuu huwa anatamani kuvaa nzuri zaidi ya mwenzake ambaye atakutana naye huko katika sehemu mbalimbali ambazo wanakutana. Lakini cha kwanza kabisa anapenda kuvaa mavazi mazuri, lakini pia ya kuvutia na yawe mapya. Lakini pia la pili, anapenda kupata zawadi. Kila mwanamke huwa anatarajia kupata zawadi katika misimu ya sikukuu yoyote ile. Zawadi yoyote, hata kama itakuwa ndogo, si lazima iwe kubwa, lakini zawadi, nikisema zawadi nadhani hapa tunaelewana. Iwe tu zawadi nzuri ambayo itamfurahisha, kupakiwa kwa watoto, familia, mume na mengine kama hayo. Lakini anatarajia kupokea zawadi. Si lazima iwe kubwa sana, inaweza ikawa ndogo, inaweza ikawa ya wastani, lakini huwa anatarajia kupokea zawadi katika siku yoyote ile. Lakini pia la tatu ni kula chakula kitamu. Sisi wanawake katika siku za sikukuu ni haramu kwetu kula ugali. Hilo lazima ufahamu. Siku ya sikukuu wanawake ni haramu kula ugali, ni lazima ale chakula kizuri, kitamu ambacho hakijazoeleka kuliwa katika siku za kawaida. Mfano pilau, biriani, kuku pale, nyama za ng'ombe, nyama za mbuzi na vitu vingine kama hivyo. Lakini muhimu kiwe chakula kitamu ambacho hakijazoeleka kuliwa kila siku za kawaida. Mboga za majani siku hiyo achie wengine huko, lakini sisi mboga za majani siku hiyo, matembele sijui manini, hatuyahitaji. Tunahitaji vinyama, vishombo, ndio vitu ambavyo tunavihitaji, vyakula vizuri ambavyo hatujavizoea kula midomoni mwetu katika siku za kawaida, pilau, biriani na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kutembelea jamaa na marafiki, pia hilo ni jambo muhimu. Kila mwanamke katika siku ya sikukuu huwa anatamani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali, kutembelea jamaa, kutembelea marafiki ambao wamezoeleka, ambao wamezoeana nao, marafiki wale ambao wa karibu yao, jamaa, marafiki, ndugu. Pia huwa tunapenda sana kutembea. Yaani siku za sikukuu sisi kukaa nyumbani huwa ni shughuli. Tunatamani siku ile majira jioni siku za sikukuu, basi huwa tunatoka kwenda kutembea kwenye sehemu mbalimbali. Kumbuka wakati huo mwanamke amevaa nguo mpya, lazima atembee aonekane kwamba amependeza katika sikukuu ya Eid. Kwa hiyo ni lazima tutoke tukatembelee marafiki mbalimbali, tuone tumevaa tumependeza, ndugu, lakini pia jamaa, marafiki. Lakini pia jambo la tano ni picha, lakini pia mitandao ya kijamii. Mwanamke katika siku hii ya sikukuu lazima aonekane, lazima ajiposti huko kwenye mitandao ya kijamii, aonekane kama mtu fulani sikukuu ya Eid amevaa hivi. Hata kama mtu atakuwa yuko Dar es Salaam, mwingine yuko Mwanza, yuko Njombe, lakini kikubwa ajiposti, aonekane kwamba shoga yangu wa Dar es Salaam huko, shoga yangu wa Mwanza, shoga yangu wa Njombe, anione kwamba siku hii leo nimevaa nguo hii, nimevaa baya rangi maroon, alizoea kuvaa la blue, leo naona navaa la njano, jekundu, sijui rangi gani, lakini leo hii nimebadilisha rangi, nina baya jipya, nina nguo mpya, nina viatu vipya, nina kipochi hiki, anione popote pale alipo. Lazima mwanamke sikukuu ya Eid, sisi wanawake huwa tunapenda kujiposti sana katika sikukuu za Eid, tuonekane popote pale tulipo. Mtu uko wapi unatuona siku ya sikukuu, na sisi hatujabaki nyuma, tumevaa vizuri, tumependeza. Lakini pia mwanamke anapenda
kutunzwa, lakini pia kupendwa. Miongoni mwa siku muhimu sana ambao mwanamke anatamani kuonekana kwamba anapendwa, anatunzwa pia ni miongoni mwa siku kuu hii ya Idi. Mwanamke katika siku kuu ya Idi inakuwa ni vizuri zaidi kama ni mume, kama ni kumsaidia hata kazi za nyumbani pale, ukamuonyesha kwamba na wewe ni sehemu au ni pati ya kuonyesha yale mapenzi yako katika siku hiyo ya Idi, ukamsaidia pale vikazi vidogo vidogo. Kama tunavyofahamu, hamna siku ambayo mwanamke anakuwa na kazi nyingi kama siku kuu ya Idi. Anatakiwa apike, utakuta ana wageni mbalimbali pale, kuna usafi unahitajika, lazima uonyeshe yale mapenzi yako sasa katika siku ile ya Idi, ukamsaidia kazi pale ndogo ndogo. Hata kupika, usione haya mwanamume ukamsaidia mwanamke wako kupika katika siku kuu ya Idi, ukasema kama leo kuna wageni wataniona mimi napika. Hamna, ni vizuri pia ukamsaidia, ukaonyesha yale mapenzi kwamba tuko pamoja katika siku hii ya Idi. Pengine uendi nyumbani au uendi kazini, mpumzika nyumbani, inakuwa ni vizuri pia ukamsaidia kazi ndogo ndogo pale nyumbani katika siku kuu hizi zaidi. Lakini pia anapenda matamasha na burudani mbalimbali. Sisi wanawake wote tunapenda katika siku kuu zaidi, tukisikia kwamba sehemu fulani kuna tamasha, kuna festival, huwa tunapenda pia na sisi tuwe sehemu ya zile festival, ile matamasha ambayo yanakuwa yanafanyika katika siku yoyote ile ya siku kuu yoyote, iwe ya Idi, iwe ya siku kuu yoyote ile ambayo inafanyika, kunakuwa na festival, burudani mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendelea katika mahala husika. Basi na sisi huwa tunapenda tuwe party ya zile yale matamasha ambayo yanakuwa yanafanyika. Hatupendi kubaki nyuma kwamba sikukuu za sikukuu, siku zile za sikukuu tunabaki nyumbani, tamasha nafanyika huko, marafiki, ndugu, jamaa wanaenda kusherehekea, alafu sisi tunabaki nyumbani kwamba hatuko katika hizo sehemu za burudani. Pia siku za sikukuu huwa tunapenda tuwe sehemu ambazo zina refresh. Tunapenda kurefresh mind katika siku hizi za sikukuu, kuburudika na watu mbalimbali, majirani, marafiki, ndugu, popote pale ambapo kunakuwa na tamasha, festival, burudani mbalimbali, tunapenda pia tukasherehekea pamoja. Haya ni miongoni tu mwa mambo, yako mengi ambayo tunapenda kufanywa sisi wanawake katika siku kuu. Lakini haya ni baadhi tu yale machache ambayo leo hii tumeona tushare na wewe. Ukiwa mwanaume, ukiwa mwanamke, na mimi kama ni mwanamke basi nimekugusa mimi kama kiwakilishi chako, nimeamua kukuwakilisha leo katika siku hii ya leo. Mimi ni Nasra Shahabani, ndio maana nimekuletea haya yote katika siku hii ya leo. Kama bado hujasubscribe, basi wakati ni wako kusubscribe ili kujipatia mambo mengi mazuri. Subscribe Romance and Marriage Eve.